Japo ulimwenguni mna mateso mengi, Mkristo jipe moyo utashinda. Ubebe msalaba wako bila kunung'unika, mfuate Mwokozi utashinda. Usivunjike moyo, mateso yanapita, tunza imani yako, Mkristo utashinda. Usivunjike moyo, mateso yanapita, tunza imani yako, Mkristo utashinda. Bwana, Bwana, kwa nini wasimama mbali? Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Kwa nini kujificha Bwana nyakati za shida? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Kwa nini kujificha Bwana nyakati za shida? Asiye haki, mnyonge anafuatiwa kwa ukali, na wanaswekwa hila walizoziwaza. Bwana, Bwana, kwa nini wasimama mbali? Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Kwa nini kujificha Bwana nyakati za shida? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Kwa nini kujificha Bwana nyakati za shida? Hujisifia tamaa ya nafsi yake, na
wasimama mbali. E Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Kwa nini kujificha Bwana nyakati za shida? Kwa nini kujificha nyakati za shida? Kwa nini kujificha Bwana nyakati za shida? Sitaondoshwa kizazi hata kizazi, sitakuwa tabuni. Kinywa chake kimejaa laana na dhuluma. Bwana, Bwana, kwa nini wasimama mbali? Bwana, kwa nini wasimama mbali? Tumsifu Yesu Kristo. Niwaalike sasa kwa kuanza ibada. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kwanza nitoe pole kigango cha Mtakatifu Bernadeta kwa kuondokewa na mama huyu. Lakini sisi pia makatekista tumeondokewa na mama yetu mzazi. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele. Monica apumzike kwa amani. Amina. Ndugu na jamaa mlioko hapa, naomba sana tushirikiane kumwombea huyu ndugu yetu aliyeaga dunia, apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu ampokee kwake mbinguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia. Nasi tutakapoaga dunia tumkute huko mbinguni. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Ninakulilia katika unyonge wangu, toka vilindini na kulilia. Ye Bwana, usikie sauti yangu, sikiliza sauti ya dua zangu ukipokea. Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Kama wewe ungehesabu maovu, kama usingerehemu, kati yetu sote nani angesimama? Ninakulilia katika unyonge wangu, ewe kinga yangu. Tumuombe sasa Mungu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetuonyesha njia iendayo kwa Baba yetu wa mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie.
Bwana wetu Yesu Kristo uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Bwana usikilize sala zetu. Sisi tunakuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Monica. Tunakuomba pia watazame hawa watumishi wako wanaoomboleza. Uwape nguvu za kuvumilia msiba huu kwa imani. Utujalie sisi sote tuliokutanika hapa tukutane siku moja na ndugu zetu mahali ambapo machozi yetu yote yatafutwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Hii ndiyo ibada fupi nyumbani kwa marehemu. Niwaalike sasa wote tuandamane kwenda kanisani kwenye ibada ya misa takatifu. Sote huko hapa hatuaji. Huko ndio tutakwenda kutoa heshima za mwisho. Niwaombe wote tushirikiane, twende wote kwa pamoja ili tuweze kumsindikiza mama yetu, ndugu yetu kwa upendo. Tumsifu Yesu Kristo. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na kupeana moyo. Shikamaneni katika kila jambo. Ukristo wenu udhihirike kwa matendo yenu. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na kupeana moyo. Msimuache njiani bali tembeeni naye. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na kupeana moyo. Jiwekeeni hazina ya mbinguni, maana ya hapa duniani ni ya siku chache.
njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na kupeana moyo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, Umejaa neema, Bwana ni nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. tuombe. Ee Bwana, usikilize sala zetu. Sisi tunaomba sana huruma yako, ili marehemu mtumishi wako Monika uliyemhamisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele umpe Bwana, Na mwanga wa milele pumzike kwa amani. Amina. Yo
wote historia fupi ya marehemu Monica Mswedi Mabilika tarehe 14 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Kuzaliwa kwa Monica Mswedi. Monica Mabilika alizaliwa mnamo tarehe 10 ya mwezi wa 8 ya mwaka 1947 katika kijiji cha Ilola, Ubungo, Shinyanga. Dini. Monica Mabilika alibatizwa katika kanisa Katoliki na kupata komunio ya kwanza tarehe 15 ya mwezi wa 10 mwaka 1962. Na baadaye alipata kipaimara tarehe 22 ya mwezi wa 9 mwaka 1963. Vyote hivi alivipata katika parokia ya Kalezejo. Elimu yake. Monica Mabilika alibahatika kupata kisomo cha elimu ya watu wazima, yaani MEMKWA, ya mwaka 1972. Ndoa. Monica Mabilika alifunga ndoa takatifu na Bwana Rafael Kula tarehe 22 ya mwezi wa 9 mwaka 1963 katika parokia ya Kalezejo na kubahatika kupata watoto 9, wa kiume wakiwa 4 na wa kike wakiwa 5. Watoto walio hai ni 7, wa kiume 3 na wa kike ni 4. Kuugua kwake. Monica Mabilika alianza kuugua mwaka 2020 ambapo baada ya vipimo aligundulika kusumbuliwa na tatizo la shinikizo la damu iliyosababishia kupooza kwa viungo vya mwili wake, hasa miguu na mikono. Aliendelea na matibabu katika kituo cha afya ya Rugusu. Baadaye alipewa rufaa ya kwenda hospitali ya mkoa wa Geita kwa ajili ya matibabu zaidi. Alipata unafuu na kuanza kufanya mazoezi mwaka 2024. Hali yake ilibadilika ghafla na kuwa mbaya zaidi, akawa hawezi kusimama wala kutembea. Aliendelea kupatiwa huduma za matibabu pamoja na huduma za kiroho za mpako wa wagonjwa na komunio takatifu. Mnamo tarehe 10 ya mwezi wa 4 ya mwaka 2025, hali yake ilibadilika ghafla na kusababisha umauti wake majira ya saa 2:30 usiku. Shukrani. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya imani ya Monica Mabilika. Pia tunawashukuru mapadri, makatekista, waamini, madaktari wa kituo cha afya Rugusu na hospitali ya mkoa wa Geita na wanafamilia na ukoo kwa ushirikiano katika jambo hili. Marehemu ameacha watoto 7, wa kiume wakiwa 3 na wa kike wakiwa 4, wajukuu 42, vijukuu 48 na vilembwe 6. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba Mwana alikufa akafufuka. Utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya kumwamini mtumishi wako Monica aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anaishi na kutawala milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Danieli
kuanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu ya kudharauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kitikio: Bwana amejaa huruma na neema. Bwana amejaa huruma na neema. Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili, hakututenda sawasawa na hatia zetu, wala hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu. Bwana amejaa huruma na neema. Kitikio: Bwana amejaa huruma na neema. Kama baba wahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao, kwa maana yeye anatujua umo letu na kumhukumu ya kuwa sisi tu mavumbi. Bwana amejaa huruma na neema. Kitikio: Bwana amejaa huruma na neema. Mwanadamu siku zake ni kama majani, kama ua la kondeni ndivyo astawivyo, maana upepo hupita juu yake, kumbe haliko, na mahali pake hapatalijua tena. Bwana amejaa huruma na neema. Kitikio: Bwana amejaa huruma na neema. Bali fadhili za Bwana zinawamchao tangu milele hata milele, na haki yake ina wana wa wana, maana wale walishikao agano lake na kuyakumbuka maagizo yake ili wayafanye. Bwana amejaa huruma na neema. Bwana amejaa huruma na neema. Kwa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 8 aya ya 31 hadi ya 35 na aya ya 37 hadi ya 39. Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiyo aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayeombea. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini
kiumbe kinginecho chochote katika uweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Neno la Bwana. Shangwe. Yesu aliwaambia makutano, wote walipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyonipeleka. Na mapenzi yake aliyonipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila mtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Neno la Bwana. Tunamsindikiza Monica katika kipindi cha wiki kuu. Ni kipindi ambacho Wakristo tunatafakari kwa undani juu ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu. Tunapotafakari mateso katika maisha yetu, huwa mara nyingi pande moja tunatawaliwa na wazo kwamba katika maisha yetu tumeumbwa tupate furaha siku zote. Ndiyo maana tunapambana kweli katika maisha kuweza kupata furaha.
Lakini wanafalsafa walijaribu kujiuliza furaha ni nini? Tunaweza kuiacha pengine furaha ni kwa kila mmoja kadiri ya mlengo wake. Mwingine anaweza akafikiri furaha ni kunywa pombe, kinywa ukalewa, ndio furaha. Mwingine kuoa au kuolewa. Mwingine furaha ni kupata pesa nyingi. Mwingine furaha ni kuzaa watoto. Mwingine furaha ni kuwa na afya njema kabisa. Kwa kadiri kila mmoja na mlengo wake. Na kwa sababu tunakuwa na mawazo ya furaha, inapokuja kinyume cha furaha, huwa tunakata tamaa na tunapata huzuni na pengine kuchanganyikiwa kabisa katika maisha, na pengine kupoteza hata imani na kuona pengine kwa nini Mungu ananipa haya, sio sehemu ya mwili. Lakini katika kazi ya kuumba kwa Mungu, ni kweli alituumba tukae katika furaha. Lakini ni furaha ipi? Ni ile hali ya kuungana naye siku zote. Ndio maana unaona hata masimulizi yale ya Adamu na Eva waliishi kwa furaha. Kwa nini? Walikuwa wameungana na Mungu siku zote, hawakuwa na mahangaiko. Lakini wanapokata uhusiano wa muungano na Mungu, ndio furaha pale inapotea. Wanaanza kuhangaika. Unakuta wanajigundua, kumbe tuko uchi, kwa hiyo tutafute majani tushone tuvae. Ndio maana unaona wanapoacha muunganiko na Mungu, wanaanza kusikia na njaa. Tuna njaa, tulime tutoke jasho tupate chakula. Ndio maana wanaanza kuhangaika hata katika kuzaa, uchungu. Ndio maana wanaanza kuhangaika mpaka kwenye kifo. Wanaambiwa sasa mtakufa, ni mahangaiko. Kumbe tunapojitenga na Mungu tunaingia katika mahangaiko, si ya kimwili tu, mahangaiko makubwa ya roho zetu. Lakini tukumbuke tunavyoishi katika furaha tulizonazo, katika mahangaiko tulionayo, mwisho wa uhai wetu ni kuingia katika furaha idumuyo. Kwa hiyo furaha idumuyo maana yake tunarudi katika uasili wetu, uasili wa mwanadamu tangu kazi ya uumbaji ni kuwa pamoja na Mungu. Ndio furaha ya milele. Dhambi inapoingia pale inaharibu ile furaha ya milele. Ndio tunaanza kuhangaika hivi, lakini mwisho wetu lazima turudi katika ile furaha ya siku zote, furaha ya milele. Ndio maana leo Yohana anasema, Yesu anasema wote alipao Baba watakuja kwangu, na hapendi yoyote yule apotee. Lakini akifanya toba kidogo, Mungu siku zote ni mwenye huruma, na huruma yake itajidhihirisha kwamba atafuta yale, atayafuta, na tutaweza kuungana naye. Kwa maana mahangaiko, ninasema muda fulani yanatukatisha tamaa. Somo la Danieli nililosikia la kwanza ni somo ambalo limeandikwa kipindi taifa la Israeli wametawaliwa na Wagiriki.
wakawaona Wayahudi ni washamba, wao wametawala washamba, wanataka kuwapa ustaarabu wa Kigiriki, michezo ya uchi, kuabudu masanamu, na hao watu ni wanamwabudu Mungu mmoja, na wanapoingiza zile ibada za kipagani za Kigiriki katika ibada ya kweli ya Wayahudi, pale kunatokea mtengano na ni namna fulani ya uonevu, kutotendewa haki Wayahudi. Na ndio maana unakuta kipindi kile kitabu cha Wamakabayo kimeandikwa, kipindi kile kilikuwa kabla ya Yesu. Wale Wagiriki wanaleta mpaka mnyama haramu kumchinja madhabahuni, atolewe sadaka, nguruwe. Sasa nguruwe ni mnyama haramu kwa Wayahudi, lakini Wagiriki wanapowatawala wanaingiza na kuamrisha nguruwe wachinjwe hekaluni, na vijana wa Kiyahudi wanalazimishwa wale nyama ya nguruwe. Sasa hili halilii kabisa kwa Wayahudi. Ndio vitabu hivi wa Makabayo, kitabu cha Danieli kinaandikwa kipindi ambacho kuna shida ya imani, watu wanahangaika. Sasa anawapa matumaini, na matumaini anayowapa ni kwamba katika mahangaiko, yule atakayesimama imara, siku ya mwisho kutakuwa na hukumu, atang'aa yule atakayesimama imara katika imani, licha ya mahangaiko na changamoto. Lakini wako ambao watasimama imara. Wako vijana walikataa kula nyama ya nguruwe, wakachomwa moto watatu, na ndani ya moto yule mfalme wa Wagiriki akaona amechoma watatu, lakini anaona kwenye moto wamo wanne alikuwa nani? Malaika. Hao wamesimama imara, wamehimili katika mahangaiko. Kwa hiyo kule mwishoni watapewa tuzo. Na maisha yetu ya mwili ya imani yana mahangaiko, tunapaswa kuhimili, na yule tunayepaswa kumtazama ni Kristo. Kristo amehimili, aliishi mwili wetu, alikuwa na mahangaiko ya kibinadamu, lakini alihimili. Jana tu tumeadhimisha Jumapili ya Matawi, na juzi yake wamemtafuta wamuue, wamebeba mawe wamuue, akakimbia kujificha, saa yake bado haijafika. Na jana anauingia mji, anauingia kwa maandamano, pale ambapo jana wamebeba mawe wamuue, sasa anaingia, sasa anauingia kwa ushujaa. Kuziingia changamoto sio rahisi, lakini kuziingia, huo ndio unaitwa utukufu. Jana mmeimba utukufu kwa Mungu juu, mbarikiwa ajaye, hosana, jitokeze. Na Yesu anaingia, amepanda mwanapunda, na wanamshangilia, na anakifuata kifo. Anajua kabisa kesho atauawa ndani ya mji ule anaouingia, lakini anahimili kufuata kifo chake. Si jambo rahisi, si jambo rahisi kuhimili magumu, na mara nyingi tunashindwa kuyahimili bila kujua baada ya dhiki kuna faraja. Mchumia juani hulia kivulini. Sisi tuna methali haya jamani, tumefundishwa mashuleni. Mchumia juani hulia kivulini, baada ya dhiki faraja. Na huyu Danieli anawaambia watakaohimili katika mateso ya, katika mahangaiko, mwishoni malaika amesema atasimama na atatoa hukumu. Wako wengine watang'aa na wako wengine watapata hukumu. Ndio mafundisho ya kanisa. Tuishi imani yenye changamoto, yenye magumu yake,
Leo watu tunachanganya imani kwa sababu ya matatizo, tunashindwa kuyahimili. Jumapili huko kanisani, Ijumaa huko msikitini, Jumamosi huko kwa Wasabato pale. Halafu siku ambazo sio za ibada haupo kabisa. Jumatatu mpaka Jumamosi haumo, si Mkristo, ni kitu kingine. Ila Jumapili tayari tuko kwa Mungu na aliyowaahidi. Lakini baada ya hapo mkuu mwingine huko Jumapili ukimaliza ibada haumo kanisani, wewe sio Mkristo. Ukristo wako ni Jumapili kwa sababu ya neno maisha pale. Jifunze hata kwa Monica. Amebatizwa muda mrefu kidogo. Alibatizwa mwaka 62 Karelejo. Hata mimi sijazaliwa. Na amelihimili hilo kwa kubeba Ukristo. Imani yake ameibeba. Na nadhani amebeba na maisha yote na changamoto zake. Ndio maana amesema alikuwa na watoto kabisa. Kwa hiyo alikubali kuwazaa na kuwakuza na kuwalea. Ni jukumu. Wangapi mnakataa watoto? Hapo unasema unataka nitakabiani. Ya amewalea, tena moja ni katekista wewe. Changamoto ya matoto. Wazee wangu matoto sasa hivi ni changamoto, sio? Ukokenjamo kwa ukokenjamo ama mpaka 7 unayo 7 ya kiume na ya kike yame. Mengine mafuta bangi unayo. Kange malevi unayo. Kwa hiyo haya ni matendo mema amehimiza, na haya yanafunzo wake. Na ameuishi Ukristo mpaka dakika ya mwisho. Hakukwepa. Nadhani alikuwa Karefejo huko, baadaye akahamia nadhani Nyaruyeye huko. Lakini ameendelea na imani ya ubatizo wake. Kristo alihimiza ndio wa kumwangalia na ndiye tumaini letu. Kama yeye aliishi kibinadamu na changamoto za kibinadamu, na hata aliogopa kifo kama binadamu, alikuwa anatetemeka mpaka anatoka jasho la damu, na pengine anawaza kifo hiki ni kigumu, ikiwezekana basi Baba nipishe nisikinywe. Lakini ameangalia kimoja, mapenzi yako yatimizwe. Kwa alitumwa kwa utumishi. Monica na yeye kwa ubatizo wake alitumwa na amekamilisha kazi yake. Kumbe kila mmoja tujifunze kwa wenzetu wanaotutangulia. Mimi nijiulize, je, nitafariki nikiwa padri baba? Ninyi wenye ndoa, je, nitafariki nikiwa na mume wangu baba au mke wangu baba? Wako wengine hata kabla ya kifo ukimuuliza mliyefunga naye ndoa yuko wapi? Ni kwa shikane leo. Hemba wa shikane leo. Tuyadimie. Na kifo ni njia ya lazima kwetu wenye mwili. Ndio maana muda fulani, hebu unapokaa kimya, uwe unatoa hata tu dakika tuwili, unafikiria na juu ya kifo chako. Ndio mtafanya. Hapana. Ila mtakufa. Muwe mnakaa hata dakika tuwili kanisani, msikitini huko wapi, unafikiria hapo kwamba nitakufa. Iko siku nitakufa. Lakini siwaogopeshe.
ni mlango wa razi, ili twende kwenye furaha ya milele, uzima wa siku zote. Kumbe tunavyoishi na mahangaiko haya, tuelewe tuko mahali pa mpito, tuko kwenye mahema, hatuna nyumba za kudumu. Iko siku tutatoa mahema yetu, iko siku tutaondoka kwenye mpito na kuingia katika maisha mengine. Tuyaandae. Kumbe maisha yetu ni muda wa kuandaa maisha ya siku zote. Ukichelewa kuandaa leo, hakuna nafasi nyingine. Monica aliandaa, alisali, aliishi Ukristo wake mpaka dakika ya mwisho. Na sisi kila mmoja kwa hali yake, kadiri ya utume wake, tuishi kama maandalizi kwa ajili ya maisha ya milele. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tumwombee ndugu yetu Monica. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Kwa kuomba umweke miongoni mwa watakatifu wako na wateule wako ndugu yetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Tutaitikia kwa kuomba ukusikie. Tunaomba umpokee mbinguni ndugu yetu Monica aliyekula karamu ya mwili na damu yako, Bwana. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu, Bwana. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wake mbinguni, Bwana. Mungu muumba wetu na mkombozi wa waamini wote, usijalie roho za marehemu maondoleo ya dhambi zao zote. Kwa maombezi yetu wapate msamaha walioutumainia siku zote, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.